Habari za mdau mtazamaji wa Trust Media, bila shaka uko vizuri kabisa. Mimi naitwa Dix. Usiache kusubscribe lakini pia kubonyeza alama kengele ili kupata update zaidi. Leo tumekuandalia viwanja ambavyo vitakavyotumika kwa AFCON mwaka 2027 hapa Tanzania. Sasa tunajua AFCON yatakuwa mashindano ya kihistoria kwa Afrika Mashariki kwa sababu Tanzania, Kenya, Uganda kwa pamoja watakuwa wenyeji wa michuano hii mikubwa ya soka barani Afrika. Lakini leo tunaangalia Tanzania pekee. Je, Tanzania imejiandaa na viwanja gani? Viko katika miji gani? Viwanja hivi vina sifa gani? Na muhimu zaidi, uwepo wa viwanja hivi utabadilishaje miji ambayo imepata nafasi ya kuwa wenyeji wa AFCON? Tunaanza namba 1, Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam. Tunaanza safari yetu katika jiji kubwa la Tanzania, Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la pwani lenye shughuli nyingi za biashara, usafirishaji, utalii na burudani. Ni moja ya vituo muhimu zaidi vya kiuchumi nchini Tanzania. Jiji hili lina vivutio mbalimbali katika maeneo ya biashara kama Kariakoo hadi fukwe, visiwa vilivyo karibu na jiji. Na katikati ya shughuli hizi za jiji, kuna moja ya viwanja maarufu zaidi nchini Tanzania, Benjamin Mkapa Stadium. Uwanja huu una uwezo wa kuchukua takriban watazamaji 60,000 na kwa muda mrefu umekuwa ukitumika kwa mechi kubwa za ndani na za kimataifa. Kwa AFCON mwaka 2027, Benjamin Mkapa unapitia maboresho makubwa ili kuufanya uendane na mahitaji ya mashindano ya kiwango cha CAF. Miongoni mwa maeneo yaliyoboreshwa ni pitch, maeneo ya VIP na VVIP, pamoja na maeneo ya waandishi wa habari na watangazaji. Serikali pia imepanga kuboresha mifumo ya kuingia uwanjani kwa kutumia tehama, milango ya ofisi, vyoo vya watazamaji na maeneo mengine muhimu. Si swala la kuongeza uzuri wa uwanja tu, ni swala la kuhakikisha tu mchezaji, mwandishi wa habari, mtangazaji, mgeni wa kimataifa na viongozi wote wanapata mazingira yaliyokidhi masharti ya mashindano makubwa. Dar es Salaam tayari na miundombinu mikubwa ya usafiri, biashara, hoteli na huduma mbalimbali. Mashabiki kutoka Tanzania na nje ya nchi wanapokuja, hawaji tu kwa ajili ya mpira peke yake. Watatumia hoteli, watatumia usafiri, watakula kwenye migahawa, watatembelea maeneo mbalimbali, na wafanyabiashara wadogo na wakubwa wanaweza kupata fursa kutokana na ongezeko la wageni. Kwa upande wa soka, uwanja upya utaendelea kuwa mali muhimu ya Tanzania hata baada ya AFCON kumalizika. Sasa tuondoke Dar es Salaam na kuelekea kaskazini mwa Tanzania. Tunaingia Arusha. Arusha ni moja kati ya miji muhimu sana katika sekta ya utalii nchini Tanzania. Mji huu unahusishwa kwa karibu na safari za kwenda maeneo maarufu ya utalii kama Serengeti, Ngorongoro, Arusha